Yes, bana, mambo vipi hapo ulipo? Hapa safi kabisa. Basi leo tunaendelea katika sehemu ya 7, kazi yetu safi kabisa inayomzungumzia mwanadada anayekwenda kwa jina la Adaku. Tutaanza pale tulipoishia ili tuweze kuelewana kwa uzuri zaidi. Tuliishia pale ambapo Mirna alienda nyumbani kwake ili atoke pale aende hospitali akauchukua mwili wa mfalme na awapelekee wale watu ambao walimpigia simu za vitisho na wamemteka mdogo wake, na ndipo mwanadada Adaku akamtokea ili kujua kinachomsibu Mirna ni kitu gani. Na imani mpaka hapo umeshakumbuka wapi tuliishia. Basi usiache kusubscribe, kulike na kukomenti kwa ajili ya uhai wa chaneli. Basi kama umesha subscribe na kulike, usiache kukomenti baada ya kutazama, si ndio? Hiyo ndo maana yake, na imani umenielewa. Basi kanyaga panda, tuondoke katika mtindo wa kisasa. Tunaendelea. Halo, tafadhali jamani, naomba msimfanye chochote mdogo wangu. Nimeona location mmenitumia WhatsApp na kuja hapo kuleta hiyo maiti ya mfalme sasa hivi. Bila kutarajia, Mirna anamwona Adaku amesimama mbele yake. Alishtuka vibaya mno na kumuuliza, Adaku, umekuja kufanya nini hapa sasa hivi? Na kuuliza, naomba uniambie unaenda wapi sasa hivi? Si nilikwambia mapema lakini kwamba naenda hospitali, kuna dharura Adaku. Hivi unafikiri mi ni mjinga sana? Kwa simu ambao ulipokea tu nilijua ya kwamba kuna mtego hapa, ametegwa samaki. Kwa hiyo unaenda kuchukua maiti ya baba yangu upeleke kwa huyo mtu ambao ulikuwa unawasiliana naye kwenye simu? Msinichokoze jamani. Na kuuliza tena mara ya mwisho, maiti ya babangu ulikuwa unaipeleka wapi? Nataka jibu. Rafiki yangu Adaku, mdogo wangu ametekwa nyara. Wamenipigia simu, wamenitishia, wameniambia nipeleke maiti ya baba yako kama fidia ili wamwachie mdogo wangu. Wameniambia kwamba kama nisipofanya hivyo watambaka na kumuua. Mdogo wangu ni wa pekee kabisa, tumezaliwa wawili tu, sina mdogo wangu mwingine tofauti na yeye. Naomba unisaidie ndugu yangu, nisaidie rafiki yangu tafadhali. Naomba niende hospitali nikachukua ule mwili wa marehemu nikawakabidhi, ili wanikabidhi mdogo wangu. Maisha yake ni muhimu sana, tumebaki wawili tu Adaku. Ni sawa Mirna unachokiongea, lakini ulipaswa kuniambia kabla hujachukua maamuzi ambayo ulitaka kuyachukua. Ni kweli Adaku, lakini waliniambia nisikuambie chochote kile, na mimi niliogopa, ilibidi nitii ili nisije nikampoteza mdogo wangu Adaku. Isitoshe, mi nakujua wewe ni mtu wa design gani Adaku, huwezi ukanikubalia jambo kama hili. Tafadhali nisaidie, mdogo wangu yupo hatarini. Watekaji wakiwa na yule binti wanamwambia, unaona dada yako anatupotezea muda, sisi tunaondoka na wewe, tunaenda pasipojulikana. Binti anawaambia, tafadhali kwani nasubira kidogo, anakuja tu, yupo njiani, najua dada hawezi kuniacha. Yule mmoja wa watekaji Mudi Mdigo akasema, piga tena hiyo namba, ikiwa atakupa kisingizio cha kipumbavu chochote kile, tutaenda na hiyo njia ambayo yeye anayokujia nayo, ili kama tunamkuta tunamalizana naye. Kajambazi anasema dharau zote hizi kwa sababu mdogo wake hatujamgusa, uso wake bado uko softi kabisa. Kunapoendea tunampa kichapo na tunamtumia picha WhatsApp ili aone mdogo wake tulivyomchakaza, itamfanya awe makini siku nyingine. Kaka jambazi anainua tena simu kumpigia Mirna. Mirna anapokea simu. Kaka jambazi anamwambia, nimeona nikwambie kwamba humpendi mdogo wako, yaani umebakiwa na dakika 10 tu za kumpoteza mdogo wako katika uso wa dunia hii. Ikiwa hatutokuona na hiyo maiti katika dakika chache zijazo, tafuta mwili wa mdogo wako katika mapori ya jirani ya maeneo ambayo tulikubaliana kukutana. Hapana, hapana, tafadhali msimfanye chochote mdogo wangu, mi niko njiani, nakuja mlipo na maiti ninayo kwenye gari. Tafadhali sana, gari tu ilinizingua kidogo hapa, lakini ilikuwa ni maji nimeongeza. Nakuja, niko njiani. Hapana, naendelea kuhesabu dakika, zimebaki dakika chache sana. Maisha ya mdogo wako yapo mikononi mwako, endelea kuzungusha dera, utajuta maisha yako yote. Wesi unacheza, basi endelea kucheza. Tafadhali sana na kuomba usimzuru mdogo wangu, ndani ya dakika 10 tu naomba nitakuwa nimefika hapo. Gari nyeusi si ndio hiyo unayoiona hapo? Ndo mimi hapa, umeniona eh? Aya, basi tunakuja katika familia ya kifalme, tunakutana na Arinza pamoja na mama yake na mkewe wakijipongeza. Mwili wa mfalme upo njiani unaletwa. Kesho Arinza atatawazwa kuwa mfalme mpya wa ufalme wa Amanza. Arinza anasema, pigeni matarumbeta kwa ajili yangu, mimi ni mfalme mpya wa Amanza. Mke wa Arinza Kesi anasema, mkaribisheni mfalme wa kifalme Arinza Christopher Kumaka,
Zora wa pili katika ufalme wa kale wa Amanza. Arinza akasema asanteni sana, karibuni, na ndipo akafungua champagne, wakaendelea kujipongeza. Mama akasema huyo ni mwanangu sasa. Arinza akasema basi tugonge cheers kwa ajili ya kiti cha ufalme. Wakagonga cheers, wakasema kwa pamoja basi ni kwa ajili ya kiti cha enzi. Arinza anasema hatimaye taji halitoiacha tena familia hii. Katika dakika chache maiti ya babangu itafika hapa, na hapo ndipo tutaweka ratiba rasmi kwa ajili ya ibada ya kaburi. Mama akasema hakika wewe ni mtoto wa baba yako, damu ya baba yako itapita katika mishipa yako. Arinza, wewe ni simba mwanangu. Mke wa Arinza akasema mama, huyo sio simba tu, pia ni tiger. Zote ni furaha tu, si unajua tena ukishakuwa na uhakika wa kupata kitu fulani. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anaongea lile analoliweza kutokana na furaha ya moyo wake. Mama anasema nitawaamuru vijana waende wakakukamatie mbuzi mkubwa kabisa ambaye tutamchinja kwa ajili ya kutengenezea supu ambayo itakuwa imekolea pilipili sana yani. Wakacheka. Arinza akasema asante sana mama. Mirna aliwafata watekaji walipokubaliana wakutane, wakakutana njiani kabla ya walipokubaliana. Wakamwambia, we mwanamke, hiyo maiti iko wapi? Ngoja nithibitishe kwanza. Captain, ngoja niitazame kama ni kweli ameleta. Mirna akasema buti iko wazi. Kajambazi akamwambia, una uhakika buti ipo wazi? Ndiyo, nina uhakika. Kakajambazi anasogea kwenye buti ya gari ili anaigusa tu kufungua, anapigwa risasi ya kifua na Adaku. Adaku alikuwa yupo ndani ya buti. Mmoja anakimbia, Adaku anaunga naye na kumkimbiza, lakini mbeleni anampotea yule bwana, hakumwona. Anamrudia yule mmoja ambaye yuko chini pale ili aweze kujua ni nani aliyewatuma mpaka kumteka yule binti. Anataka ushahidi kwanza. Adaku anamwambia, we bado hujakoma, umenisahau si ndio? Kajambazi anasema tafadhali usiniue Adaku, sirudii tena mimi jamani, sirudii tena mimi jamani, tafadhali usiniue Adaku. Adaku anamwambia dunia haifai kwako wewe, ndio maana umekuja tena. Anapiga simu. Adaku anasema DPO, nimekamata mmoja kati ya wateka nyara, nipo maeneo ya ukingo wa mto. Okay, asante sana DPO, na wasubiri hapa. Na ndipo akaendelea kumsulubu yule bwana. Analia, tafadhali Adaku usiniue, sirudi tena jamani, mama we. Tafadhali Adaku usiniue, sirudi tena jamani, mama we. Tafadhali Adaku usiniue, sirudi tena jamani, mama we. Adaku alikuwa anapiga kwenye kidonda. Yule bwana hakuwa na budi, ilimbidi aseme kila kitu. Polisi wanafika, wanakuta upelelezi umeshakamilika. Alimtaja aliyemtuma. Hapa tunakuja nyumbani kwa mfalme. Arinza anapiga simu, lakini simu ya wale jamaa hazipokelewi. Mama anamuuliza, vipi, kuna shida yoyote? Arinza anasema nahisi kama kuna hatari hivi nataka kutokea, maana wa jamaa nawapigia simu hata wapokei simu zangu, na si kawaida, walitakiwa kuwa hapa muda huu. Mke wa Arinza anasema, mfalme wangu, niamini, hakuna kitu chochote kinaweza kutokea. Wewe ni wewe tu, unajipa mawazo bure. Wewe waruhusu watu waendelee kufanya shughuli za sherehe wakati wewe ukiwa unasubiri matokeo. Arinza akasema hisia zangu hazijawahi kunidanganya hata siku moja. Muda ule ule wanasikia sauti ya Adaku wakiita nje huko, we Arinza, Arinza. Adaku anasema mahali penyewe ndiyo hapa DPO, wapo ndani huko, ngoja niwaite. Familia nzima walishtuka vibaya mno baada ya kusikia sauti ya Adaku, na ujaji wake anaonekana kuwa hakuja peke yake. Adaku alikuja na kundi la mapolisi pamoja na mtuhumiwa namba 1 yule aliyemjeruhi kwa risasi kwa ajili ya kumkamata ndugu yake. We Arinza, toka nje. DPO, mnyama mwenyewe ndo huyu hapa, alomtuma mnyama mwenzie huyu aende akamteke yule binti. DPO, hakikisha anakutana na fimbo kamili ya sheria. Mama anasema, Adaku, hiki nini sasa? Unataka ndugu yako akamatwe kwa sababu gani? Afande akamuuliza Arinza, kijana, unamfahamu huyu bwana? Arinza akasema, samahani afande, sijawahi kumuona sehemu yoyote ile kabla, ndo nimemuona hapa leo kwa mara ya kwanza. Sawa, inabidi tuondoke kituo cha polisi sasa hivi kwa ajili ya mahojiano, alafu tutajua kama unamjua ama haumjui. Samahani afande, hivi unajua kama hapa ni Ikulu? Hivi utakuwa unajua kweli unachokifanya na hivi unajua kwamba mimi ni mfalme? Mama anasema, ofisa, naomba tuingie ndani tuliongee hili swala, tunaweza kulitatua tafadhali, tunaweza kulimaliza. Adaku anasema, unataka kumuonga? Uoni sasa Biblia inasemaje? Biblia inasema acha fimbo ifanye kazi yake. Unaharibu mtoto, acha sheria ifate mkondo wake mama, ili wewe uwe malkia mwenye mfano wa kuigwa.
Yaani unataka kumwacha ili aje afanye tambiko la kaburi, si ndio? Wewe fisadi sana mama, unaharibu watoto kwa staili hiyo. Afande, usiendelee kupoteza muda mahali hapa. Achukuliwe, apelekwe mahakamani, ajue kabisa anapoenda ni wapi. Anatakiwa akakumbane na fimbo ya sheria. Arinza anamuuliza mama, hivi una uhakika kwamba huyu binti ni damu ya baba yangu kweli? Adaku akamwambia, hatuwezi kuwa kitu kimoja. Wewe una damu ya mama yako kwa sababu huyo mwanamke ni fisadi. Arinza alipiga ukelele, Adaku! Unasemaje Arinza? Wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Yaani wewe ni mwanaume lakini nakuona kama mtoto wa kike vile. Nenda sasa huko kakutana na wanaume wenzio jela. Mambo hayo. Mtazamaji wangu, mpaka kufika hapo ndo mwisho wa sehemu ya 7. Tukutane katika sehemu ya 8. Usiache kusubscribe, kulike na kukomenti ili tunapoachia mwendelezo uweze kuupata kwa haraka zaidi. Muda wote huo ulikuwa nami, wananiita Alifa DJ aka wa kupoa. Mpaka muda mwingine niseme asante.